Kwa ujumla lugha ya Kiswahili imepokelewa kwa nguvu sana na wenyeji. Na ukizingatia ile eneo la Korabeche, IDPs wamekuwa karibu sana kambi. Kwa yale mawasiliano ya wao kuweza kuwasiliana na askari na maofisa, waliona ni njia rahisi kwao kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo hasa kizazi cha watoto wa miaka 15, 12, 13 mpaka 9 wana uwezo mkubwa sana wa kuongea lugha ya Kiswahili. Na mjini Nyala ni wale wafanyabiashara. Kwa sababu askari wamekuwa na maofisa wamekuwa wanatembelea maeneo ya Nyala. Kwa hiyo njia rahisi ya wao kuweza kufanya nao biashara waliona ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wamekuwa na uwezo wa kujifunza maneno mengi sana ya Kiswahili, yale ambayo ni muhimu kwao kuweza kufanya mawasiliano na wateja wao ambao ni Waswahili. Kwa hiyo kiasi kikubwa imeenea. Pengine tofauti yake unaionaje kwa miaka 5? Pengine ulikuwa hapa miaka 5 iliyopita na sasa. Sasa hivi naona wameongezeka wanaozungumza Kiswahili. Shuleni utajifundisha Kiswahili? Hapana. Kwa nini unasoma? English. Qurani. Saadiat najua. Iskana na. Najua. Unajua? Kitabu 9. Je, unapenda na Kiswahili kifundishwe shuleni kwenu? Napenda lakini maafi. Unatamani kwenda Tanzania? Sema mama au baba. Wewe sema baba, sema baba tukua mila tukua nana. Afra sema tukua. Naimpa mbuzi na chinja. Nenda. Nakula mtu kwa basi yote. Na mmoja nakula. Kweli naitwa Muhammad. Na jina lako maarufu? Maarufu kwenye Tanzania naitwa mimi Kingunge tu. Unajisikiaje kuzungumza na kujua Kiswahili? Nilikuwa Korabeche mtoto mdogo tangu kipindi moja. Lakini ile wakati ilikuwa sitembee kwenye fensi hadi kipindi 5. Nilikuwa naenda pale nimejua Kiswahili, nasikia watu naongea na mimi naongea tu nimejua hivi hivi. Mfano kiongozi gani unajua jina lake? Kwa Tanzania? Ndio hiyo Kingunge hiyo. Kingunge. Na Kingunge hiyo nimepewa jina kwa kipindi 6. Ilikuwa mtu mmoja anaitwa Kingunge Ngumbara Mwiru. Na ile wakati mimi sijui kusema Kingunge nasema Kunkunge. Zimebadilishana jina, yeye zimechukua Kingunge na mimi nimeitwa Kingunge. Tangu ile wakati tu. Na tangu ile wakati nimerudi hapa 2007, 2014. Nilikuwa nasoma mpaka sasa hivi nimeingia sekondari. Pengine wenzako wa Sudani wanakuonaje unapozungumza Kiswahili? Wako mtoto nyingi anajua Kiswahili, mjomba yangu, mtoto ya mama mkubwa wako nyingi anajua Kiswahili lakini sio sana kabisa. Kwa Tanzania tumeachiwa hazina kubwa sana na waasisi wa taifa letu kama vile hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hazina ya utu, ukarimu na ustaarabu. Kwa hiyo popote tunapokwenda nje na ndani ya nchi yetu tuna bahati ya kupendwa kwa hazina tulioachiwa na waasisi wetu. Hapa Sudan Watanzania wote wanaokuja hapa wanapendwa sana. Na kupendwa huko kunapelekea sasa hawa wa Sudan kujifunza lugha hii ya Kiswahili ili waweze kuzungumza na kubadilishana mawazo na ndugu zao wa Kitanzania.